Bwana, kama wewe ni mzazi ambaye una watoto ambao una mtoto au watoto ambao ndio wanakuwa miaka 4, 5, 6, kindergarten pale, kuna vitu unatakiwa kuwa navyo makini sana, na kuna vitu ambavyo unatakiwa kuviepuka ili kumjenga huyo binti yako, kijana wako, mtoto wako aje kuwa mtu mzima ambaye mwenye uwezo mkubwa wa kufikiri, mtu mzima ambaye ni mwenye kutegemeka, mtu mzima makini. Sasa kuna makosa ambayo wazazi wengi sana wanafanya katika kipindi hiki cha malezi ambacho watoto wanakuwa wako katika umri huu na usema miaka 4, 5, 6. Mara nyingi sana kipindi hiki ndicho ambacho cha kuwatengeneza watoto uwezo wao wa kufikiri, kwa sababu kama ninavyosema siku zote, kipindi hiki ni kipindi ambacho memory za watoto storage inakuwa iko totally empty. Sasa ndio inaanza kupika, kwa sababu hii kumbukumbu ya chini ya mwaka 1, 2, 3 mara nyingi huwa haikai kichwani. Kumbukumbu ambayo mtoto anaanza kuijenga kichwani ni hapa kuanzia miaka 4, 5, 6 na kuendelea. Sasa ndio anaanza kutengeneza ile memory card yake. Sasa katika kipindi hiki hapa basi, wazazi wengi sana huwa wanajikuta au tunajikuta tukifanya makosa ambayo baadaye yanaweza kugharimu bila wewe kufahamu. Ukajikuta umekuza mtoto ambaye mwenyewe huelewi, lakini kumbe tatizo lilikuwa ni wewe mwenyewe. Kwa nini nasema hivi? Nasema hivi leo kwa sababu kipindi hiki ndio kipindi ambacho watoto wanakuwa na maswali mengi. Nafikiri wote mtakuwa mnafahamu. Unaweza ukakaa naye ndani ya dakika 10, 15 kuuliza maswali 300 mpaka mwenyewe jasho likakutoka. Na wazazi wengi sana mara nyingi wakiona mtoto wake anakuja na kujaribu kumuuliza labda hiki au kile, wanakuaga wakali. Ndio hapa ninaposema kuna makosa ambayo huwa wanayafanya. Sasa nataka tu nikwambie kwamba kwanza, ukiona mtoto wako anauliza sana maswali, basi unatakiwa umshukuru sana Mungu na ufurahi, kwa sababu huyo mtoto wako ni mtoto ambaye ana akili chanya, ni mtoto ambaye ana akili yenye udadisi, yenye kupenda kujua mambo na kufahamu mambo. Na inawezekana kwa kiwango kikubwa sana huyo mtoto wako akawa mtoto mwenye akili sana, lakini kwa kutokujua, badala ya kumjenga unamharibu na unampoteza kabisa huyo mtoto kwenye lengo, na unamharibu kabisa katika future yake ya maisha yake ya baadaye, jinsi atakapokuja kuwa anakuwa mtu wa hovyo tofauti kabisa, na unabaki kushangaa huyo mtoto sio anakuaje, mbona yuko hivi? Kumbe chanzo ni wewe, chanzo ni mimi, chanzo ni sisi wazazi. Kwa nini ninasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu kama ambavyo nimekwambia, kuna makosa ambayo sisi kama wazazi mara nyingi huwa tunafanya. Makosa hayo ni yapi basi? La kwanza ni pale ambapo mtoto wako anapokuja na kujaribu kuuliza swali la aina fulani, kama ambavyo nimesema huwa na maswali mengi, na mengi huwa yanaonekana kama ya kipuuzi hivi. Kosa kubwa la kwanza utakalofanya ni kuchukulia kama yale maswali yake ni ya kipuuzi. Na hivyo basi uamuzi rahisi kwa maswali ya kipuuzi utakaoamua wewe kuchukua ni kumfukuza yule mtoto. Bwana toka. Nenda kacheze na wenzio bwana. Nenda kaangalia katuni huko. Umefanya homework. Toka, nenda mkalale. Sumbue hapa. Basi utakuwa umefanya kosa kubwa sana. Nitatoa mfano. Mimi pia mara kadhaa au kwenye muda fulani binti yangu huwa ananiuliza maswali mengi sana nikikaa naye. Na siku moja aliwahi kunifuata akaniuliza, hivi baba, sisi ni masikini au matajiri? Sasa haraka unaweza kujiuliza, huyu binti mpuuzi nini? Binti wa miaka 6, 7. Na maswali gani ananiuliza ya kipuuzi haya? Hebu toka hapa, nenda kacheze na wenzio huko. Kaangalieni katuni. Nina kazi zangu hapa. Nimechoka, nataka kupumzika na nini. Lakini hilo ni kosa kubwa sana, kwa sababu pale mtoto anaanza kutengeneza mindset yake. Anataka aweke ukaribu na wewe mzazi. Na kama utaamua kutumia njia ya kumfukuza, manake utashindwa kujua mambo mengi sana yanayomsibu yule mtoto.
atajua aha, kumbe nikiwa na mambo yangu ambayo nahitaji msaada kwa mzazi, nikienda kumuuliza kuhitaji msaada wake, atanifukuza kwa hasira, aidha atanipiga kofi, atanichapa au vyovyote. Kwa hiyo atabakia akitunza mambo yake mwenyewe kama siri, na hii itaendelea mpaka atapofikia wakati wa barehe na atapokuwa mtu mzima. Unajua italeta impact gani kwenye maisha yake? Atakuwa ni mtu ambaye ni muoga, asiyeweza kuhoji jambo lolote kwa kuhofia kwamba nikiuliza huenda nikakosea, kwa sababu toka chini alikuwa anapojaribu kukuhoji wewe unahisi kama anauliza maswali ya kipuzi, kwa hiyo unamfukuza, unamharasi. Sasa hiyo anatengeneza mindset ya kwamba haitakiwi kuhojihoji, yani vitu vyangu inabidi nikae navyo mimi mwenyewe. Kwa hiyo hutomjua mtoto wako atapofikia kipindi cha barehe, utaona anaficha ficha mambo mengi anakusumbua, lakini haitoishia hapo tu. Hata atakapokuwa mtu mzima, mtoto huyo basi atakuwa ni mtoto ambaye hawezi kuhoji chochote kinachoendelea, chochote iwe ni kwenye uongozi wake, iwe ni kwenye wapi, iwe ni chochote, atakuwa tu ni mtu ambaye anaogopa kusema la kwake na anabaki kukaa nalo kimya bila kujua kwamba wewe hapo au mimi hapa mzazi au sisi wazazi ndio tulitengeneza hili tatizo tokea kule chini. Hiyo ni namna ya kwanza. Namna ya pili ni kwamba mtoto anapokuja na kuuliza kosa la pili ambalo hutakiwi kulifanya. Swali kama hili, naendelea kutoa mfano, maswali yako mengi, naendelea kutoa mfano. Kwa mfano, binti yangu aliponiuliza, baba, sisi ni maskini au matajiri? Kosa la pili ambalo hutakiwi kufanya ni kumwambia au kumpatia mtoto wako jibu la moja kwa moja. Wengine wanaweza wasimfukuze kwamba toka na nini, lakini akamjibu moja kwa moja kwamba aha, unajua mwanangu, sisi ni matajiri. Si unaona tuna hiki, tuna gari, tuna nyumba nzuri, sisi sio maskini. Au ukamwambia, unajua mwanangu, sisi ni maskini. Wewe unaona nyumba tunayoishi, hali yetu bado duni, inabidi tupambane sana. Usije ukafanya kosa kama hilo. Kwa nini nasema usije ukafanya kosa kama hilo? Kwa sababu utakuwa umeharibu ile fikra ya mtoto kwa namna mbili. Namna ya kwanza ni kwamba hufahamu kwa nini huyu mtoto amekuja kukuuliza hili swali. Inabidi ujaribu kujua undani wake zaidi kwa kumchimba, kwamba kwa nini amekuja kuuliza hili. Si ajabu alipokuwa akicheza huko na marafiki zake wamemwambia kwamba nyie hamna kitu, ni maskini wa kutupwa. Unaona ni sisi tuna gari nini. Kwa hiyo ile mtoto imemkwaza au imemuumiza kwa namna fulani. Kwa hiyo anataka aje apate uthibitisho kutoka kwako mzazi. Sasa na wewe unamwambia ni kweli sisi ni maskini. Akienda kule anakuwa mnyonge, au labda watu wamemwambia nyinyi mnalinga sana, mnajiona, mna fedha, mnajikuta nyinyi matajiri nini. Kwa hiyo anakuja kukuuliza na wewe unamwambia sisi matajiri, tuna gari, tuna nini. Kwa hiyo unamtengenezea nini? Unamtengenezea mtoto ambaye ni kiburi. Akifika kule anambia sisi baba amesema sisi matajiri, sisi tuna gari, nyinyi maskini. Anaenda kuambia hivyo wenzake. Unajua hii inaendelea mpaka atakapokuwa mtu mzima. Inaendelea mpaka atakapokuwa mtu mzima, atakuwa mtu wa kujiona kwamba sisi ni wenye kitu na nini. Kumbe ulitengeneza wewe hilo tatizo. Na hata ukimwambia maskini, wataenda kumcheka wenzake, watamharasi, atakosa raha kule, mtoto anakuwa na sonona. Wewe hujui kumbe shida ni nini. Ulishindwa kutambua ni namna gani ya kudili na mtoto anayependa kuhoji. Sasa basi, hiyo ni namna ya kwanza. Lakini namna ya pili ni kwamba mtoto anayependa kuhoji, unapomjibu jibu la moja kwa moja kwamba sisi ni hivi au sisi ni hivi, unabomoa ule uwezo wake wa kufikiri zaidi. Yaani tayari ameshakuuliza sisi ni maskini au matajiri, sasa umemwambia sisi ni matajiri. Aya nenda kacheze. Unakuwa umevunja uwezo wake wa kufikiri zaidi, umekosea kumuongezea namna ya kufikiri. Sasa kinyume na hicho litakiwa kufanya nini? Badala ya kumwambia moja kwa moja kwamba sisi ni hivi au ni hivi, jaribu kwanza kumpongeza. Mwambie safi sana mwanangu, nimefurahia swali lako. Hii inamjengea kujiamini ya kwamba kumbe nikiuliza najibiwa vizuri na nitapokelewa. Of course kuna uwanda wa mimi kuweza kuhoji. Halafu jaribu kuendelea kuipima akili yake au kuiongezea akili yake nguvu kwa kumuuliza kaswali kingine tena kadogo kabla
hujampa jibu la moja kwa moja. Sijui unaelewa? Unaweza kwa mfano, kwa huyu aliyeuliza kwamba sisi ni matajiri au ni masikini, unaweza kumwambia kwani mwanangu, masikini ndio wapoje na matajiri ndio wapoje? Si unafahamu? Unampa uwanja wa kufikiria kidogo, kwani masikini ndio wakoje, alafu msikilize. Na hii itamsaidia sana yeye kujenga uwezo wake wa kuendelea kufikiri zaidi, na wakati huo unaelekea kwenye kufahamu kwamba kwa nini ameuliza hivi. Na pia jibu lolote atakalotoa baada ya wewe kumuuliza swali hilo, hakikisha unampongeza, unamwambia vizuri sana mwanangu, umejibu vizuri. Sasa ndio unaendelea tena mbele. Kila hatua atakayosema hakikisha unampongeza, ili unamtengenezea mtoto ule confidence. Si unaelewa vizuri? Na bado usikatishe tena haraka sana. Anaweza akakujibu matajiri ni watu wa hivi, labda hawana vitu vingi, masikini ni wenye vitu vingi. Alafu bado unaweza ukamuuliza swali, kwani wewe unapenda kuwa tajiri au unapenda kuwa masikini? Atakwambia mimi napenda kuwa hivi au napenda kuwa vile. Bado endelea tena mbele, mpongeze, alafu endelea mbele kumuuliza kwa nini unapenda kuwa hivi au unapenda kuwa hivi. Mfano kwamba mimi napenda kuwa tajiri, sasa muulize kwa nini unapenda kuwa tajiri? Unamjengea uwezo mkubwa wa kufikiri. Kwamba mimi napenda kuwa tajiri ili nisaidie watu, au atakwambia mimi napenda kuwa tajiri ili nivimbe. Au mwingine anamwambia mimi nataka niwe tajiri ili wakina fulani wasinicheke. Kwa hiyo unajua visa wewe mtoto nimtengeneze kwa namna gani kitabia. Si unanielewa vizuri? Ili nimuepushe na jambo fulani au nimweke katika misingi fulani. Lakini mwishoni kabisa endelea kumpongeza kila anapojibu, huku ukimrekebisha. Sasa unaendelea kumchota. Na mwishoni kabisa unaweza kumuuliza kwa nini umeamua kuniuliza kama sisi ni matajiri au maskini? Anaweza akakwambia nimekuuliza hivi kwa sababu wakina fulani walinicheka, au nimekuuliza hivi kwa sababu naona kama maisha yetu sisi sio mazuri kama yakina fulani, au anaweza akakwambia nimekuuliza hivi kwa sababu naona kama wakina fulani wanaishi maisha magumu mabaya kuliko sisi. Vyovyote vile unaendelea kuchota mawazo ya mtoto wako na kumfahamu zaidi, lakini unamjengea kujiamini na kuwa muwazi zaidi kwako. Na hata atakapofika kipindi cha baadaye itakuwa rahisi sana kuendelea kumfunza pale, ili asipotee na makundi na vitu vingine, lakini unamjengea uwezo mkubwa wa kujiamini na kutengeneza hoja hata atakapokuwa mtu mzima. Na mwishoni kabisa wa hayo maongezi atakapokujibu pia kwamba kwa nini umeuliza, atakwambia nimeuliza kwa sababu hii. Bado hutakiwi kumaliza maongezi yenu kwa kumpa jibu la moja kwa moja mtoto wako ya kwamba aidha sisi ni masikini au sisi ni matajiri. Badala yake mpe somo sasa pale. Unaweza ukamwambia si kuwa masikini au kuwa tajiri si jambo kuu. Jambo la msingi zaidi ni namna ambavyo mioyo yetu ilivyo. Kwa mfano, kama tunapungukiwa na kitu fulani, au naanza kuna upungufu, au tunahisi kama sisi tuko katika level ya chini, tunaweza tukapambana kwa bidii ili siku moja na sisi tufike, badala ya kukaa kusononeka. Au kama sisi ni matajiri au tunahisi tuna kitu fulani, basi ni vizuri zaidi kukitumia kile tulichonacho katika kusaidia watu wengine, na si kumwambia moja kwa moja tu kwamba sisi ni matajiri au sisi ni maskini. Mpe jibu ambalo litamjenga kwamba sawa, kwa hiyo inatakiwa hivi, inatakiwa hivi, inatakiwa hivi, inatakiwa hivi. Mtoto wako atatengeneza kujiamini sana. Mtoto wako atapanuka sana kifikra akiwa bado mdogo. Atakuwa mtu ambaye anaweza kuhoji hata katika mambo mbalimbali ya kijamii na mengineyo huko baadaye, lakini vile vile atakuwa na akili pana, na wewe mwenyewe utamfurahia na utatengeneza mtoto ambaye atakuja kuwa mtu mzima mwenye kutegemeka sana. Na hii ni mfano tu kwa hili somo ambalo nimekupa kuhusiana na swali hili, lakini watoto huwa wana maswali mengi sana. Mtoto anaweza kukuuliza kwani kuna Mungu? Mbona hatumuoni? Huwa wanahoji mambo mengi sana, nafikiri mnafahamu, sina haja ya kutolea mfano. So unachotakiwa kufanya ni kutomkatisha huyo mtoto wako kwamba toka, au kumpa jibu la moja kwa moja ndio nenda. Vyovyote vile jaribu kuendelea kumuuliza na kumpongeza na kumuuliza na kumpongeza, na mwisho kule jaribu kumpatia jibu sasa la ujumla la kumjenga. Itakusaidia sana. Utaamini mtoto wako jinsi atakavyokuwa. Mtoto anayependa kuuliza maswali ni mtoto mdadisi, ni mtoto mwenye akili. Ukiona mtoto wako amekaa tu hivi kimya, anaangalia katuni tu anafurahi, shtuka. Hiyo sio nzuri. Na kama una mtoto ambaye anapenda kuhoji, usimkatishe. Huyo ndio mtoto wako ambaye huenda ukaja kumtegemea sana katika maisha yako. Mungu akubariki sana. Asante.